Msiwe mnatusema vibaya kwa watu wanaotupenda, kwa sababu mnajiaibisha bila ya nyinyi kujua. Maana wale watu wanaotupenda, kuna ambao wanayajua maisha yetu kuliko vile nyinyi mnavyojua maisha yetu. Kwa hiyo mnapotusema vibaya, kwanza huwa wanaelewa uongo na unafiki ambao nyinyi mnaupanda dhidi yetu. Ni mbegu mbaya sana ambayo nyinyi mnaipanda kwetu, lakini mara nyingi sana huwa inarudia, kwa sababu yale mnayoyasema mnakuwa mnayathibitisha kwa watu ambao wanatujua vizuri sana sisi. Lakini jengine ni kwamba ukiwa unanisema kwa kipenzi changu, kwa mtu wangu wa karibu, kwa mtu ambaye mimi ananijua vizuri na ananipenda, basi hakika wewe unamtuma aje anambie. Kwa hiyo kama lengo lako ni kumtuma dhahiri, nikabili unambie, na kama si lengo lako ni kunisengenya, epuka hilo jambo, kwa sababu unaletewa kama ulivyosema bila kuongezwa wala kupunguzwa katika yale uliyosema. Tahadhari sana na ulimi wako unapoutumia. Tumia ulimi wako vizuri. Kama mtu amekukwaza, mkabili, umueleze yale ambayo kakukwaza. Na kama kakufurahisha pia, basi si dhambi wewe kumsifu yule mtu ama kumpa pongezi kwa furaha ambayo alokupatia. Wanadamu wanatakiwa waishi katika aina hiyo ya maisha, lakini sio kutengeneza chuki kila wakati baina yao. Maisha ni mafupi sana na maradhi siku hizi ni mengi sana. Tujiepushe kujipa maradhi ya moyo ambayo yanaepukika. Husda ni mbaya kwa mwanadamu. Ishi katika maisha yaliyokuwa sahihi bila kumchukia mtu pasi na sababu.